Lipo mtaani, kitu gani kimepelekea Mwakinyo kapigwa kwa KO no count? Lakini swali la pili lipo mtaani pia na kwenye mtandao, kwa nini baadhi ya mabondia, kwa nini baadhi ya fans wamefurahia kupigwa? Maswali hayo yana hoja mbili. Hoja ya kwanza, hatuna uzalendo. Hoja hiyo ya jibu la pili. Hoja ya kwanza ya swali la kwanza, je, Mwakinyo aliwekeza sana kwenye mtandaoni na maneno pasi na kuwekeza kwenye karia yake ambayo inamfanya aonekane champions? Nilikuwa nafuatilia hapa fight usiku, wengi hatujalala, tulikuwa tunafuatilia raundi ya 9 anapoteza kwa KO, kitu ambacho kila Mtanzania hakutegemea, lakini kuna baadhi ya bondia wanasema walitegemea. Ngoja nisimamishe. Baadhi ya mabondia wanasema walitegemea kipigo cha Mwakinyo. Sasa kama Mwakinyo ni mzalendo, hapa nashushia na maziwa yangu ya yogurt Kilimanjaro. Ndio tutapata. Kama Mwakinyo amepigwa kwa technical mistake, tutasimama naye. Kama Mwakinyo apigwa kwa kutojiandaa, hatasimama naye. Tuje kwenye technical. Kabla Mwakinyo hajatangaza fight yake, alikuwa anashinda sana mtandaoni kuhusiana maneno na mabondia wenzie, hasa tu Akiduka Morogoro. Lakini mbali na hapo, alijiingiza kabisa pia kwenye siasa na kutumia baadhi ya manguli wa siasa kama mfano katika fight zake, kitu ambacho sio kizuri. Ukishakuwa mwanamchezo, katika usifungamane na upande wote, uwe na line. Kama uwe na line movement, yani usifungamane na upande wote. Kwa hiyo inawezekana hiyo imemwathiri na kupenda kutrendi mtandaoni pasi na kuwekeza kwenye karia yake. Lakini la pili, hoja ya mabondia wenzie kufurahia anguko lake, maana yake inaonyeshana kabisa kuwa Mwakinyo haipo vizuri na mabondia wenzake.